Na ile kitu niliona damu mingi sana chini. Nikakimbia mali shosho alikuwa, nikakuja nikamuita. Nikamwambia mamangu amelala chini na damu anatoa damu huku kwa miguu ako na damu mingi. Sasa mimi sikuwa naelewa hiyo damu inatoka wapi. Lakini kuja kugundua ni mimba alikuwa nayo. Vile alichapwa baba alimgonga vibaya ikatoka. Haikuwa maji, ilikuwa petroli. Nani anamwaga? Huyo stepmother. Alikuwa anataka kuwachoma? Yeah, alikuwa anataka kutuchomea kwa nyumba. Babako alikuwa? Yeah, alikuwa amelala. Alikuwa achomwa hata yeye? Yeah, tulikuwa mimi, brother na babangu. Yesu mwega, okay. Mimi barudhi hata nikuwa kwa street nimerepiwa. Si mara moja ama mbili. Mama akitoka. Mzee ndio huyo. Ananishika kwa nguvu. Ngoja, sasa pastor akaanza kukurepa? Yeah. Kwambia mama hata nikikufa, ndio unaona kama nitakufa. Usinitesee huyu mtoto. Wow, murori wa Farondi wa Thayo TV ngitheka muno muno makiria muthenya wa umuthi ngehoka wi thayo Ngai ni akumenyereire na agakugitira tukinya mahinda maria ma gukorwo tugikiheana kuria mundu imite rekio muthenya wa umuthi twina mugeni witu etagwo Joy. Ina mundu maingi muno gukorwo agikwira. By the way, Joy ni umwe wa andu aria manahura umaraya. I think close to 10 years or so. No ne gukwira kiria giatumire ime gicagi na maisha ma mugarurukiire ku oka Nairobi. Na maundu maingi acamanetie namo agikinya ate ne kuga ni ekuhonoka. Mathina maria muiritu onete nyina wa kana kamwe no ne gwitwe icio kena miaka I think almost 18 ndukamuire na dika tukiaria nake anjirie no ende mundu ene ni egutwira kiandie kumugira ta ona ni ona ni ndirehingica macio mothe ni ekugweta tondu riri gutikire mundu wobiro ikare wiki macio mothe ni ekuga indi mbere ndaya tabarire no irugamirĩirwo ni Golden Dream Lands and Properties Limited aria mararuguririe Katu kana Matu Katutu Gardens kule mwana wa Matu turari horo ithaa rimwe na ndagika 20 kuma Thika guthie kule kana guthie hare project ino iri na kuma Matu ni ndagika 25 guthie hare project ino iri pati ire nene ni rami in fact kuingira no kilomita 2 corrugation peke yake 2 kilometers corrugation kundu kwina mai mugunda itangire mugunda na ni mai ma kanjo tondu gukire nginya na mita to uguo tuthitima ikireire mugunda na to uguo igigutwara hajirani wi hau wone murimiri uri arimite umenye indo irio ngire maguko na maundu maingi mari ongika guko nginya kindu gigwitwo ndegu cirare maguko ciothe matunda ma mithemba yothe hoho bebe popo kila kitu iko so mugunda ne mugeni ni hindi turaruguririe nduthieta muno ni hindi tu process ini ya gutwara andu kuria site ni nigetha mahota go pick icon ukwenda kugura thiini wa project ino ina raithi muno makiria Matu Katutu Gardens commercial na residential. Commercial ni girigana ria 70 ukigura na installment haria turakuria no rute 50 icio ingirihe kwa ihinda ria mieri 6 no ungigura cash commercial ni shiringi girigana ria 50 residential ukigura cash ni girigana ria 30 no ukigura na installment ni girigana ria 50 urute deposit ya 50 icio ingirihe kwa ihinda ria mieri 6 ni turagwitikiria kuruta deposit ya shiringi 50 kiria gwika ni kihuthu no kunyandikira WhatsApp twina director utwitie mafu wone ushagure tugutware ugure na tume mbeca ciaku so kiria gwika kuhura namba ici 0798008008 iyo ni namba yakwa 0798008008 kana ya director 0729870822 0729870822 uhure thaici na nigetha na irio tugushughulikire thengio muno kuri aria mathiete na mbere na kuhura aria maratwaro site visit tone ya every Wednesday and Saturday maundu macio mekome mega na turakwira riu twagutwara kundu guthaka kundu kwega kundu ngirima twagutwara kwa jirani ni ugekira waira ati kundu guku ni kundu ngirima
kuma ona ni kundu ngikara. So thina mbere na kuithia na Golden Dream Lands and Properties Limited na ndukerira title in 21 days ugakorwo menyitete. Wira huo wenyiteire akirete wikorotete na nikio kambuni ya Golden Dream Land and Properties Limited ehotorete gutigira niwe gwatira handu uritaga haku Matu Katutu Gardens ni project jero area mwena wa Matu. Project eno ndungimetigithia kuona kwena mai na thitima na eriganitie na murimi ukuretia melon ngũkũ o ndomwe na thamaki. Oguo we urafatara ha kurima wena mweke mwega muno. Project eno erigiceirio ni mathukuru ta Katutu Girls Boarding, Katutu Primary Boarding School na thokonene ya Katutu Market. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 na irendio ciringi 150. Ukariha deposit ya ciringi 50. Icio ingi urekie na mieri 6. Kwena special offer kuri we uragura cash ni ciringi 130. Discount ni 20. Ririkana thogoro uyu ni hamwe na marehi ma title deeds. Kuona buroti ni Wednesday na Jumamothi ugatwarwo hatari marehi. Hora thimo 0729 870 822 kana 0798 008 008. Oka Wovishine Ruiru Town BIDI House gorofa ya 3 na neigoro wa BIDI Supermarket. Mutabo wa Facebook ne Golden Dream Land and Properties Limited. Golden Dream Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Katika safari ya masaa 16 binguni, sasa Apostle Mureithi ameweza kukutolea kitabu ambacho kina taarifa zaidi kuhusu kile Mungu aliweza kumuonyesha alipokuwa safari ya binguni. Kitabu hiki kinaitwa 16 Hours Heavenly Journey. Mungu akubariki unapojinyakulia nakala yako. Kitakuwa tayari kuanzia tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2021. Jinyakulie nakala yako ya kitabu cha 16 Hours Heavenly Journey ambacho kinaelezea zaidi kuhusu alichokiona Apostle Mureithi katika safari yake ya binguni masaa 16. Usikose. Thank you so much. So toka kwa Joy. Joy, how are you? I'm fine. Uko salama? Niko salama. Good to see you. Kawa maka? Asante kumaka niko kena. Niko kena wa kena? Niko kena. Karibu sana guku kwa Farodhi wa THUTHA TV. Asante sana. No wanagirira kana warakio horerete. No nginya horere. Yeah. Good. Ndamenya gikuyu hariwe ni tatizo kundu umete kundu gwitagwo 72 ura gutie 72 kuria Meru kundu gwitagwo 72 Meru. So wacha tubadilishe lugha kidogo ili kila mmoja wetu akaweza kutusikia vizuri. So Joy Kenya, that's your name? Yeah, it's my name. Hizo ndo majina zako zote? Majina zangu naitwa Joyrita Kinya Kiremi. Hiyo ndio iko kwa hindi. Joyrita Kinya Kiremi. Kiremi ni ya babangu. Kutoka Meru. Kanyakine. Kanyakine. Location yetu yenye kwa market hapo kwenye tunaenda ni Kanyakine. Okay. Na kuna Kanyakine na Merurere. Sasa hizo ziko katika mto ndio. Ama ni stage? Ni stage inaitwa hivyo. Mto ndio imegawanisha. All right. So Joy, who is Joy? Joy ni mimi. Yeah. Hebu tuelezee Joy ni nani? Hiyo Joy niliziita nikitoka kwetu nyumbani sikuwa nimeitwa Joy. Hiyo jina niliziita kwa zile vitu niliona nimeepukana nazo. Ya nikaziita hiyo jina Joy mimi mwenyewe. Na vile niliziita iliandikwa mpaka kwa indi kila kitu. Okay. But kwa mbadi certificate sijui ilikuwa imeandikwa nini juu ilichomekea kwa nyumba. Okay, good. Wacha tuanze kutoka utotoni mwako. Baba mzazi na mama mzazi wako? Baba wote wako. Wote wako. Lakini kulikuwa na shida ulezi. Kulikuwa na shinda mingi sana. So what happened? Kwetu vile nilizaliwa familia yangu ilikuwa ya vita na ni kama familia yote. Njuguka, shosho, mamangu, yani hiyo familia ilikuwa ya vita. Na kwetu hata pombe ilikuwa inauzwa kwa hiyo mboma. Babangu alikuwa anauza mpaka bangi. Sasa lakini hakupea watoto? Hakuwapea? Sasa unajua hiyo sijui njuza zile na chapwa na
Ati haujui kama ulikunywa bangi? Nilikunywa wakati nilikuwa mtoto mkubwa. But nikiwa mtoto mdogo nikichapwa, unasikia nikiwa na 3 years 4 years, unasikia manti wanakuambia, wewe ulizaliwa na babako wakati alikuwa anavuta bangi. Sasa ulizaliwa bangi ikiwa sasa vitu kama hizo. Juu sikuwa na asili, mtu akifanya kitu nikiona, nilikuwa naenda kuambia shosho. So mlilelewa na mama na baba wakiwa pamoja ama walikuja kuseparate? Walikuja kuachana. Njoo nakumbuka kama mama nikiwa na miaka 2 ama 3 bado alikuwa anaenda anarudi. Anaenda ama saa zingine anachapwa analala nje. Sasa nililelewa maisha kama hiyo. Sasa 1985 sasa hiyo nilikuwa nimefikisha miaka 5. Njoo nilizaliwa 1981. Nilikuwa nimefikisha miaka 5. Mama alichapwa sana na babangu. Barudi hata nikikumbuka hiyo kitu nasikianga. Njoo ni kitu tunajua mtoto mdogo akiona damu hiyo ni kitu itokangi kwa. Ni kweli. Alichapwa na ile kitu niliona damu mingi sana chini. Nikakimbia mali shosho alikuwa, nikakuja nikamuita. Nikamwambia mamangu amelala chini na damu anatoa damu huku kwa miguu ako na damu mingi. Sasa mimi sikuwa naelewa hiyo damu inatoka wapi. Lakini kuja kugundua ni mimba alikuwa nayo. Vile alichapwa baba alimgonga vibaya ikatoka. Na hata kabla hiyo kuchapwa hiyo 84 hapo. Kuna wakati baba alichukua, unaona hii taa ulikuwa unafanya hivi, unaweka mafuta alafu unaakisha. Kuna wakati alichukua alimrusha ikakata brathangu mali. Babako alikuwa violent? Yeah, alikuwa mtu wa vita. Lakini umesema alikuwa anakunywa bangi? Hata bangi na hata alikuwa anauza bangi. Okay. Yeah. Sasa tukaenda kitu 86. Wakati mama alienda 87 yako. Baba alianza kuoa. 87 yako. Alianza kuoa. Babako akaanza kuoa tena? Sasa vile mama alienda, alianza kuoa. Kuna alikuwa anaoa tu. Kuna wenye walikuwa anakaa miezi 2, 3 wanaenda. Sasa mwenye alikaa sana ni huyu sasa aliolewa 87. Kuolewa 87 Barudi walikuwa anatutesa. Kwa sababu hata vile unaniona hii mikono nilikuwa na ndunga na shindano hivi. Hata hii ni yale nikata. Alafu baba vile alipata nimefungwa. Akaniuliza njoo mama sasa aliniambia usijaribu kusema. Useme tukua tunakata nyama, nyama kisu ikateresa ikakukata, usiseme mimi ndio nimeni. Sasa unajua mtoto kenye umemwambia juu ako na uoga, atasema vile tu umemwambia. Barudi nikavumilia hiyo yote. Nikienda saa zile kukaa yetu njoo hata kukaa alikuwa mlevi. Sasa saa zile njoo kila mtu alikuwa anaamka tu ni kwa pombe. Sasa mimi sijawahi lewa na ile upendo ya mzazi. Ya sijawahi ipata kwa maisha yangu. Ya sasa kukaa yetu saa zile hajakunywa pombe, unaenda unamwambia. Aya, guka alikuwa anakunywa pombe? Mboma yetu Barudi na hata niko na maanti sasa hivi wako na 70 something na wanakunywa pombe. Miaka. Niko na maanti sasa hivi. Wengine hata wanakunywa pombe. Familia kina mamangu mahali ametoka, familia yetu wote walikuwa wanakunywa pombe. Ya, sasa hiyo mboma ilikuwa hivyo juu familia yetu wale watoto tulizaliwa na hakuna mtu alisoma. Njoo au na sasa zingine unaenda shule kama mimi nisoma mpaka standard 4. Na hata hiyo kuenda shule ufikiri mambo ya shule. Unafikiria nikienda nyumbani ni vita naendea huko. Ya, juu utapata watu wanapigana, wanandungana na visu. Na kuna aunti yangu hata mwingine alindungwa na bwanake na kisu. Alindungiwa kwao. Vile alindungwa mara ilitoka. Na unajua hizo zote Barudi unaona ukiwa mtoto mdogo. Mara vile ilitoka akapelekwa Consolata Nkubo Hospital. Akapona. Baba akasema babake sasa kuka yangu hautakaa hapo utarudi kwa bwanako. Vile alirudi ni maiti tuliitiwa, bwana alimpasua na soka. Kichwa ni maiti tu waliitiwa
akaambiwa mtoto wenu yani huko vita ilikuwa tu kitu ya kawaida. Vita ilikuwa Mbaruthi, mimi naongea kitu ya ukweli vita. Hata mwenye anajua kwetu saa hii hata mkutana naye kwa barabara atakwambia hiyo story. Juu ni true story. Yeah. Sasa hapo 86, 87, sasa huyo mama alianza kututesa sana. Wamama wa kijiji wakasema hapana, hii imekuwa too much. Watoto hata kufa tukiona na macho. Sasa wamama wa kijiji wakazichanya wengi, wakaenda kwa chief wakaongea. Sasa vile huyo mama alisikia atakuja kutolewa kwa hiyo mboma. Mimi unajua niliona mtu akimwaga maji. Yani unajua mimi nilikuwa mtoto wa ushago na sikuwa najua kama ni petrol. Ilikuwa 89, nakumbukanga vizuri sana, ilikuwa 89. Sasa nikaona mtu anamwaga vitu kwa nyumba, nikamsha bradhangu ndio nyumba yetu ilikuwa na cantivond, alafu ilikuwa ya nyasi. Ilikuwa kitu juu ilikuwa nyasi, alafu ilikuwa imegawanishwa na cantivond. Naona anamwaga nini. Sasa nikaambia bradhangu mama anamwaga maji. Baba akauliza maji. Sasa vile baba alistuka, aliakisha kiberiti akarusha kwa nyumba. Mimi kuna dirisha haikuwa na waya. Nikatolewa kwa hiyo dirisha nikaanguka, bradhangu na yeye akatoka kwa mlango. Nani anamwaga maji sasa? Haikuwa maji, ilikuwa petroli. Nani anamwaga? Huyo stepmother. Alikuwa anataka kuwachoma? Alikuwa anataka kutuchomea kwa nyumba. Babako alikuwa? Alikuwa amelala. Alikuwa achomwa hata yeye? Tulikuwa mimi bradhangu na babangu. Yeso mwega, okay. Sasa hatukuchomeka. Ndio maana nakwambia hiyo jina Joy niliziita, yani nile vitu niliona Mungu ameniepusha nazo. That time kuka yetu hakuwa amekufa juu kuka yetu alikufa 1992. Alafu mimi nilikuwa mtoto, nilikuwa ile kitu nikiona kitu na sikuwa nasahau kitu. Mungu alikuwa amenipatia hiyo. Sasa kuka yetu akawa anatukana huyo, akamwambia imboma utawaika. Ndio watu wakasema hata akipatikana hapa yeye ndiye atachomwa yeye mwenyewe. Mama akaenda kabisa. Sasa alienda tujui alienda wapi. Sasa kuka yangu hiyo mwaka akaanza kugonjeka. Vile alianza kugonjeka, kuka yetu vile alianza kugonjeka akakufa 1992. 92 mwezi wa 3 hapo, tarehe ndio sijui lakini najuanga ni 92 mwezi wa 3 tukienda mwezi wa 4. Hapo sasa Mbaruthi mateso ya maanti. Unapigwa. Unaambiwa katafute mamako mpige naye umalaya. Mimi hata siku anajua umalaya ni kitu gani. That time nilikuwa na 8 years 9 years. Unapigwa ile, si hata ile kupigwa, hata hizi marama zote Mbaruthi hizi ni kupigwa. Sikuwa hivyo miguu. Na alama uko na mingi. Hizi ni kupigwa Mbaruthi, unaona? Na ndio maana leo nimesema nivae nguo inatosha na hivi kila mtu aone hizi alama zote. Hata niko na alama nyingine hapa kwa mgongo ya kisu. Huyo mama ndiye alinidunga na hiyo kisu. Sasa njoo hiyo mama akikwambia shida huyo mama ni nini? Mbaruthi siwezi nikajua njoo, hata mimi mwenyewe nilikuwa mtoto. Singejua. Halafu hiyo mama hata choo hakuwa anaenda choo. Anapupu hapo, unapewa hiyo pupu naenda kutupa. Kama mtoto. Mbaruthi ukiwekewa chakula, ulikuwa unakula vile unakaangia mtoto chakula, mtoto anasema nimeshiba. Anakuwekea chakula mingi na mimi ni chakula uwezani nayo. Kama ni mukim ama ile chakula unajua kila mtoto kuna ile chakula anapenda. Mimi sikuwa anapenda kidheri. Akijua ni hiyo kidheri unajaziwa sahani. Ukishiba utabika unakula hiyo matabiko. Unakula hiyo matabiko. Mbaruthi anachukua hiyo mayai, akiona utabiki anaendea mayai yenye yapikwa anafanya mdomo hivi. Unawekewa kwa mdomo. Na sasa hiyo mlikuwa wangapi? Ni mimi na bradhangu. Anawatesa nyinyi wawili. Anatutesa. Hakuna watoto. Na babako haongei. Mimi kitu ilinifanya hata Mbaruthi nitoke nyumbani. Unachapa na anti zako. Babako anakupata uko hivi, haongei. Mbaruthi anti tu mmoja angezitolea. Juu hata kwa maanti nilizungukana nao wote. But anti wenye alikuwa mzuri, ni huyu aliuliwa na bwanake na kuna mwingine alichomwa na kidheri.
Alimwagiwa. Sasa maanti wa kutoka saidi ya babako? Yeah. Hata huyu alichomwa na kidheri ni wa saidi ya mamangu. Juu huyu wakati tulikuwa tunaenda huko aliambia bwanake hao watoto ni watoto wa sistangu na nitawachunga na nitawasomesha na watakuwa nakula Sasa I think bwanake ni kama hiyo kitu ikumfurahisha. Yeah. Juu alitoka tulikuwa kwa mboma akakuja hata alichukua tu kidheri. Alimwagia anti kwa macho. But anti mali alikuwa ameolewa na koshosho si mbali. Sasa mimi tukakimbia na Frinda huyo mtoto wake wa anti 1982. Tumeachana na mwaka mmoja. Kukimbia huko tukapata shosho analima kwa shamba, tukamwambia. Tukapata bando watu wamemchukua wamemkimbiza Chogoria hospital. Anti alikufa tu hivyo. Huyo ndiye alikuwa mzuri. Alafu kuna mwingine mpaka saa hii nilimuona nikiwa na 2 years. Hata nimuone saa hii bado siwezi nikamkumbuka. Siwezi nikamkumbuka kwa Isiuru. Sasa anti ndio walikuwa wazuri. Yeah. So sasa mama in law akiwafanyia hivyo, not mother in law, sorry, stepmother. Akiwafanyia hivyo babako hakuwa anajua? Alikuwa anajua Mbaruthi. Na hakuwa anafanya chochote? Hakuna kitu alikuwa anafanya. Unajua hata wada zingine unaambianga mtu story yako anakuuliza wazazi walikufa. Mimi mwenyewe kwa roho yangu nikijua ile mambo nilipitia unashinda utamwambia nini? Sasa by then najua hakukuwa na simu. Yeah, that time. So hamge communicate na mama yako? Mimi hata that time mamangu sasa kutoka 1985 nilimuona 1992. Vile alikuja kuzika kukaa. Sasa vile alikuja kuzika kukaa, wakati niliona mamangu Mbaruthi, yani nilisikia roho ni kama maji imeingia. Akili zangu ziliniambia mama atanichukua tuende naye kwenye yako. But mama alizika kukaa, ndio alikuja na masista zake na brother zake. Vile alizika kukaa walienda. Sasa nyumba yetu ilikuwa imechomeka, nilifikiria I think mama ameenda kwao alale huko mimi atanikujia. Parodi siku 2 zikaisha. Mimi mwenyewe mali shosho yangu yako. Mali kwa shosho, yani hakuna mtu ameolewa mbali na mwingine, ni mali tu naenda Mungu. Sasa nikafikiria mama atanikujia. Nikaenda mimi mwenyewe kwa shosho. Nikaenda nikauliza shosho, mamangu ako wapi? Shosho akaniambia ajui. Nikarudi sasa kwetu. Sasa vile nilirudi kwetu, mateso ikaanza kwetu sasa 1993. Bando tu nikupigwa. Mpaka nauliza maanti zangu. Sasa mimi. Na nani sasa anakupiga? Maanti. Sasa yani ilikuwa combination ya stepmother na auntie, sasa in-laws. Sasa nilikuwa najiuliza kwa nini ninachapwa sasa? Sijakosea, mimi ni mtoto mdogo, nachapiwa nini? Sasa Mbaruthi hiyo kitu ndio ilinifanya nitoke nyumbani. Juu sikupata mtu yote anaweza nionyesha upendo. Vile niliona mamangu nilifikiria hata nichukua. Let's go back kidogo. Ukiambia your dad mimi hakuna kitu babangu ameshaifanya. Hiyo sitadanganya. Hata saa hii yuko. Na sasa after kuambiwa amemwaga mafuta. Stepmother mimi ndio nilimwambia, niliona akimwaga, sikuwa najua ni mafuta. Niliamsha brothangu nikamwambia Mwechi, mama anamwaga maji. Sasa baba alistuka, ni kama ni Mungu tu akaniuliza maji imetoka wapi. Sasa vile baba aliamuka, huyo mama aliwasha, niliona tu aliwasha kiberiti akarusha. Akaona moto. Nyumba ilichomeka kila kitu. Njuni kama alimwaga mpaka nje kila kitu. Sasa dada alikuwa ametoka? Brothangu alikuwa mwerofu ndio 1979. Alichukua blanketi akajifunika na mattress, akatoka na mrango. Juu hiyo nyumba ilikuwa bedroom 3 ilikuwa kubwa. Juu hata kupika tulikuwa tunapikia. So dada alimanage kutoka. So after sasa hiyo kisaga dada alisemaje? Hakuna kitu alisema Mbaruthi. Hakuna. Yani nyumba yake imechomwa, atakuwa kilala wapi? Hata yeye mwenyewe ameshachoma nyumba, but babako? yenye alichoma ni kitchen.
Alikuwa anakasirika tu anafanya vituko. So sasa kutoka hapo dada alienda wapi? Babangu yuko. Ndio nasema after nyumba imechomwa hakusema stepmother hata ashikwe. Hata hiyo stepmother sijui alienda wapi. Baadaye kuna wakati sistake alikuja huko kwetu akatuambia alipata road accident. Sasa sijui kama ni ukweli ama but alisema hivyo. Sasa hapo mlianza kulala wapi nyumba imechomwa? Tulianza mimi na brother wangu tulianza kulala kwa guka. Tulianza kulala kwa guka. Hey. So shida iliishi hapo. Yako na stepmother ama alienda? Ilibidi atoke nyumbani. Alitoka mbati sasa vile alichoma nyumba siku hatukumuona tena. Yeah. Sasa hapo sijui alienda wapi. Dad pia alienda kulala kwa guka. Babangu kuna mzee hapo alikufa miaka kama 3 alikufa I think ni 2015 hapo. Sasa alikuwa anaenda kulala kwake. Yeah. Hey, okay. So stepmother ndiye alifanya sasa utoke ushago. Hata sio stepmother peke yake. Juu unaona hata aunti zangu walikuwa wananichapa. So acha tuseme stepmother na in-laws. Yeah. Ni huyo. But ni kama aunti zangu juu wakati stepmother alichoma nyumba. Na wakati guka yangu alikufa juu guka yangu alikufa 1992. Kuanzia sasa 93 hapo sikupata ile upendo ya mtu wowote. Nikaenda kwa sister ya mamangu. Sasa huko njoo nilikuwa najua watoto wake wamesoma. Mmoja ni mwalimu wa secondary, wa mwingine ni anafanya kwa jeshi. Mwingine alizaliwa 1977 ni mwanabiashara. Sasa huko nilienda huko nikijua sasa njoo wanasoma nitakaa vizuri. Barodhi sasa huko ndio wazi. Watoto wanaenda shule. Mimi ndio naachwa kwa mboma, nipike, nimwagie mahindi maji. Juu nakumbuka that time kuna wakati nilifanya kazi sana nikaenda kwa shamba nililala. Vile nililala nilisikia watu nduru nikastuka. Wakasema nyoka imepitia juu yangu. Sasa ni watu nasikia wakisema kwa shamba. Unajua kwa shamba ushago ukosangi mtu kwa shamba. Nikasikia wakisema nyoka imepitia kwa miguu yangu. Na hiyo nyoka iliuliwa Barodhi na hiyo nyoka ilikuwa kubwa sana na haikuniuma. Haikuniuma. Ikauliwa nikaenda nikaambia aunti yangu. Nikaambia aunti yangu sitaweza niko na njaa na nimeanguka kuna nyoka imepita kwa miguu yangu. Aunti walianza kunichapa na makazi zangu. Sasa hiyo na nini? Hivyo tu hata hiyo kitu nilikuwa nauliza nilikuwa nachapiwa nini. Sasa Barodhi hizo zote nilikuwa nauliza nakaa nauliza. Barodhi hata kwa mto mimi nimeshaizurusha nikufe. But si hukufa. Dawa hizo ndawa za kuua panya. Kuna wakati nilienda tu nikaambia mtu, nikanunua, nikakula. Juu nilikuwa nauliza mbona familia yetu inanichukia? Kwani mimi si wa hii mboma? Nikarudi kwetu 95. Kurudi 95. Mateso ni ile tu. Barodhi siku moja njoo nakumbukanga vizuri. Nilikuwa kwetu ni karibu na stage. Nilienda tu nikakaa hapo kwa stage. Vile nilikaa kwa stage hizi gari za Nyayo. Sikakuja niliingia tu. Nilizipata niko Nairobi. Hapo sasa ndio uchokola ulianza. Sasa nikakuwa msichana wa kulala kwa street. Nikiwa na 12 years. Hapo sasa nikaendelea tu kukaa kwa street. Street gani sasa? Nairobi. Si sasa niko chokora sasa hata mangu yani niko chokora. Vile unaona chokora nalala chini. Yani vitu zote unaonanga chokora akifanya. Nikaanza hiyo life na nikazichukulia mimi sina wazazi. So kutoka hapo sasa hata mtu ulikuwa unaniuliza mimi nakwambia sina wazazi. Yeah. Juu yote nilikuwa nateseka, mimi kwa roho yangu najua niko na wazazi lakini ukiniuliza mimi nitakwambia wazazi. Mtu alikuwa anaongea namwambia mimi sina wazazi. So ulikaa na chokora miaka mingapi na ulikuwa unafanya nini? Nilikaa kwa street. Nilikuwa kwa street kama miaka kama 6.
Sasa ulikuwa unafanya nini? Sasa unajua Mbarodhi kwa street unazunguka ukipata mtu na muomba chakula, nibaie chakula. But mimi sikuwa nakosa chakula. Nilikuwa mimi unajua that time sikuwa na njoo nilizoea sikuwa na ile kuomba mtu pesa. Mimi nilikuwa naambia mtu tu nibaie chakula. Ama naenda hata huko unapewa pesa uko nyumbani. So huko unajua pesa vizuri. Sikuwa najua maana ya pesa. Ya njoo sasa ukikaa hapo tu ukiambia mtu nibaie chakula atakumbaia. Ama sana nilikuwa nakaa mahali kuna supermarket. Kuna hii supermarket ilikuwa hapo Moi Avenue ilikuwa inaitwa kitambo ilikuwa Nakumatt ikakuja Urumat. Sasa ni Nivas iko hapo nilikuwa napenda kukaa hapo. Na uchumi. Na uchumi mwingine ilikuwa hapo Uchumi House ama Tirum na hiyo uchumi ilikuwa hapo Simba Station hapo Delwis. Nilikuanga na uchumi hapo. Nilikuwa napenda kukaa mahali kuna supermarket. Juu kiingia na kuambia auntie nibaie kitu ya kukula. Yeah. So maisha ya street ilikupeleka aje? Maisha ya ni ngumu Mbarodhi kwa maana kwanza that time nilikuja Nairobi mimi sikuwa hata najua kuongea Kiswahili. Nilikuwa tu najua kuongea Kimeru peke yake. Sikuwa najua kuongea hata Kiswahili. Sasa hata nikiomba mtu kitu nilikuwa namuomba na Kimeru. Unamwambiaje? Unaweza mwambia tu unamuongelesha tu nasema ninampara ngorira ilio. Yaani tu naongea na Kimeru. So ulipokelewa na street family? Ama kulikuwa na mateso na nini? Unajua kwa street hapo Mbarodhi kwa msichana. Na wale watu wa kwa street ni wengi. Mimi Mbarodhi hata nikuwa kwa street nimerepiwa. Si mara moja ama mbili. Hiyo kitu ni kitu inaumizanga moyo wangu. Njoo hiyo yote nilikuwa nauliza mbona hii yote mpaka ikafika mahali nikasema umerepiwa more than twice. Yeah. Na how street children. Mbarodhi wewe ukasema ni nini njoo hapo 2000 kuna wakati nilikaa hapo hiyo mto inaitwa River Road ama ni Riverside. Ile Riverside. Yeah, kuna wakati nilikaa hapo na mahali nilikaa mahali mtu anaweza nisukuma nianguke hapo chini. Vile nilikaa hapo nilikuwa natamani tu mtu akuja anirushe. Na unajua watu wengi walikuwa lakini kuna mama alikuja akaniuliza msichana wangu unafanya nini hapa? Aliongea mara ya 3 ndio nilimjibu akaniambia unajua hapo mtu anaweza kurusha na uanguke ukufe. Nikamwambia hata natamani hiyo kukufa. Alikuwa bibi ya pasta but mimi sikuwa najua ni bibi ya pasta. Akaniambia tunaweza enda nawe kwangu nikupikie chakula ukule. Nikamwambia tunaweza enda. Huyo mama imagine yangu niogopa na nilikuwa mchafu. Nilikuwa mchafu sana but hiyo yote ya kujali. Tukaenda kwake nikaoga akaniambia oga nikakaa kwake kama miezi nikaenda nikapata akona bwana. Alikuwa ameoleka but yakuwa bwana mchungaji ama nani alikuwa mchungaji kati ya wote wawili? Wote bwanake ndiye alikuwa pasta. Sasa huyo mama nikaanza kukaa kwake nilikaa kwake miezi kama 6 hivi 6-7 hapo. Hapo kuanzia miezi kama 6-7 miezi kama 5 hapo tulikuwa tunakaa vizuri sana. Na huyo mama alienda akatuma bwanake njoo mama alikuwa anaenda sana alikuwa anaenda asubuhi sana kazi. Akatuma bwanake akamwambia hizi pesa mtaenda na yeye Gikomba anunue nguo apate nguo za kukaa kwa nyumba. Nikakuwa smart nikaoshwa nywele nikatengenezwa yani kila kitu. Sasa hiyo umeona sasa nimerudi sasa mtoto wa kawaida. Mbarodhi sasa hapo mama akitoka mzee ndio huyo ananishika kwa nguvu. Mbarodhi hiyo kitu sasa niliogopa nikasema sasa nikiambia huyu mama na wajaoana sana kwa njoo harusi yao hata ikuwe imekaa hata mwaka. Ngoja sasa pasta akaanza kukurepa. Yeah. Juu ilikuwa mara kama 2-3 hivi. Ya 3 nikasema sitavumilia. Nilitoka kwa hiyo nyumba tu nikaenda Mbarodhi. Nikaenda. Juu sitaki niambie huyu mama. Juu nikimwambia atachukia bwanake. Sasa hiyo kitu mimi niliona tu niende tu nitoke niende.
Vile nilitoka niende isa hiyo ni 2000. Kuna wakati Mbaruthi kama unaweza kumbuka 201 kuna wakati Pastor Pius Muiru aliweka crusade. Uhuru Park. By then ndio alikuwa ameshika kabisa. Kuna wakati alikuwa ameweka crusade Uhuru Park. Akasema chokola wote wako na ngamu, takataka zote zenye uko nazo utupe hapa kwa drum. Hata ukiangalia kwa video utaziona. Mumwage hapo nini. Sasa that time hiyo ilifanyika siku ya karibu. But vile nilifika nikaambiwa watu fulani wamemwaga nini hapo, wamechukuliwa na Muiru. Nilienda kanisani huko njoo nakumbuka kanisa yake ilikuwa hapo Ruaraka hapo Ruaraka kabla ipande huko iko njoo ilikuwa hapo Ruaraka hapo. Hapo ndiye ilikuwa. Sasa vile nilienda huko nikaambiwa watoto wametosha. Barodhi hiyo kitu iliumiza moyo wangu. Njoo mimi nilikuwa natafuta usaidizi mali mtu atanichukua anilee. Nikuwe mtoto wa maana. Nijue nimesoma but hizo zote siku nakumbukanga hata 1993 kuna wakati Moi alienda huko Kanyakine kufungua hiyo hospitali. Barodhi nilikuwa mtoto mdogo, nilijaribu kwenda nifikie Moi. But haikuwezekana. Sasa kuanzia 2001 hapo nikakaa kwa street 202 mwezi wa 6 tarehe 28 nikapatana na mwanaume. Tukaongea na yeye tukakubaliana. Nikasikia sasa maybe maisha yangu itachange. Nikaenda kwao nikapata mimba. Ile nilipata mimba. Uko Mbaruthi sikupokelewa vizuri. Matusi sasa ni hiyo sasa. Sasa ulikuwa usharudia maisha ya uchokora. Sasa hiyo nilikuwa nimeacha vile huyo pastor alinichukua ni kama sasa nilianza kung'ara kidogo. Sasa nimeanza kuwa kasikiana kana juu huko nimekaa nakula vizuri breakfast nakula vizuri but huyo mwanaume ndiye alifanya nitoke kwa hiyo mboma. Ingekuwa sio mambo alinifanyia ningekaa tu juu mama alikuwa tayari kunisaidia kabisa. Alikuwa tayari kunisaidia kabisa. Barodhi umeokota msichana kwa street na ujui kama ni mwizi na umekubali kuenda na yeye kwa nyumba yake. Sasa bwanake ndiye niliona hii ndoa ijaka. Sitaki nivunje ndoa ya wenyewe. Unaona? Na naweza vunja ndoa ya wenyewe huu mzee anitafute hata nimalize. Sasa hiyo kitu mimi ndio niliogopa nikasema wacha nizitoe. Niende kwa street. So umeenda na ukaolewa? Bado siwezi nikasema ni kuolewa njoo. Hata wakati nipata mimba nilikuwa nachapwa sana. Nilikuwa na hiyo mimba. Na hata kabla niende kwa hiyo nyumba sikukaa. Ni ile tu napata mimba nilikuwa nazunguka tu na hiyo mimba. Hiyo nyumba nilienda wakati mimba ilifika miezi 7. Na nilikuwa napigwa. Njoo nakumbuka nilienda nikaambia sister za baba mtoto wangu nikawaambia hii mimba ni ya brother yenu. Sasa waniamini wananiita wewe chokora sijui nini. Brother wangu anaweza awe mtu hajasoma sijui nini. Yani vitu mingi sana na nilivumilia yote. Ikafika 203 mwezi wa 4. Tarehe 8 nikazifungua mtoto wangu. Vile nilizifungua mtoto wangu mateso ndio hiyo Mbaruthi. Hata vile mtu anakoroganga uji ya mahindi unaletewa. Mimi chakula nilikuwa napata kwa jirani. Kuna mama hapo alikuwa anaitwa Mama Esther. Alikuwa Mberu. Nikaenda nikaambia Mama Esther story yangu. Mama Esther akaniambia familia yote tuone kama kutachange, hakuweza kuchange. Juu hata hospitali hao ndio walinichangia. Kila kitu wao ndio ni wamama walinisaidia. Mimi hakuna mtu kwa hiyo nyumba alinisaidia. Ni wamama. Wamama wakaona imekuwa too much. Bado nilikuwa naambiwa vitu mingi sana niwe mtoto, nizae huyo mtoto niache hapo. Sasa kitu yenye nilikuwa naziuliza, mimi mwenyewe nililewa na mateso. Mtoto wangu sitaacha. Sasa tukafika 205. So ni mwenye kwa sasa ako 18 years. My daughter sasa yako 18 years kwa form 4. Wow, nimengangana mimi ile umalaya nilifanya sasa nikakubali my daughter afanye. Sasa hapo 205 nikaenda wakanichangia nikaenda nyumbani. Juu huko ni mateso Mbaruthi hata chakula. Mimi Mbaruthi hata vile mtoto wangu hata hajawahi. Hiyo ni Mungu tu anajua.
Kwenda nyumbani sasa, sikuwa najua. Sasa vile nilikuwa naenda kuzunguka Gikomba, huko Mudhurwa, huko kuna uzangu wa mandizi, nilienda nikapatana na wamama wa Meru. Nikawauliza, mnajua, wakaniambia kuna mama tunajua nauza crab. Nikauliza huyo mama anaitwa aje? Wakaniambia anaitwa Joyce Kagoji. Nikawaambia huyo ni mamangu. Wakaniuliza, uko na mama na uko Chokora Nairobi? Ulikataa shule? Mimi nikamwambia sikukataa shule. Na sikutaka story mingi sana. Vile waliniambia sasa wakati nilipata, sasa nikienda nyumbani, sikuenda kwetu. Juu that time, babangu nikiwa Chokora huku Nairobi, aliuza shamba. Baba aliuza shamba hiyo. Hata shamba yenye nilikuwa nimepewa mimi na brothangu, baba aliuza. Ndia aliuza. Sasa nilikuwa na zile hasira nikijua hata nikienda kwetu, nitaenda wapi na shamba iliuzwa. Sasa nikasema mama ni mama. Nikaenda kutafuta mama. Sikumpata mama hiyo siku. Kama unajua hapo kwa Ndhambi kuna mama alikuwa ameweka nduka hapo. Alikuwa huku kwetu, but nilikuwa najua. Njoo kuna wakati tulienda na aunti akanibaia sonda hapo tukakunywa nikiwa mtoto. Sasa hiyo mind ilikuwa kwa akili yangu. Nikaenda nikasema nataka mama fulani, tukaambiwa Ariama. Sasa wamama, unajua mama akikuona na mtoto, wamama wako na huruma. Ya wamama wako na huruma. Mama nikamuelezea. Sasa vile watu waliniona njoo nilikuwa nimeisha, sikuwa na nguvu, mimi nilikola. Nilikuja kujisikia niko General Hospital. The following day. Nilikola. Hata siwezi nikakwambia nilipelekwa hospitali na kina nani, but nilielezewa. Huyu mama alinipeleka, alikuja akanishughulikia, akanichukua akanipeleka kwake. Bila alinipeleka kwake nikakaa mwezi kama moja hivi akinipikia kauji. Huyo mama alinipikia vizuri by the way. Na Mungu ambariki sana, abariki mpaka familia yake. Juu hata soup yani alinitreat vizuri sana. Kukaa kwake mwezi moja sasa akaniambia sasa njoo umepata nguvu, juu that time singeweza hata kutembea, njoo sikuwa na nguvu. Tutaenda sasa kwa mtaa tukitafuta mamako. Narudi hiyo kitu tukatafuta mamangu siku ya kwanza, hatukumpata na mtoto yeye ndiye anabeba kwa mgongo. Juu singeweza. Mtoto yeye ndiye anabeba kwa mgongo. Tulimtafuta mamangu wiki kama moja hivi, but tulikuja tukampata. Juu tulikuwa tunaenda tukiuliza club fulani kuna mama anaitwa hivi na hivi. Ilikuja tukampata. Mimi vile niliona tu mamangu hivi, nilishindwa kitu ya kuongea, nikaambia mama huyo ni mamangu. Watu wakamuuliza, huyu ni msichana wako? Akasema yeye. Sasa watu wakaanza kusomea mamangu, wakimuuliza kwa nini waache mtoto wako ateseke hivi. Yote nikapitana nayo. Mama akakubali sasa kukaa na mimi, na baadaye hiyo mama alikuwa ananitukana. Nikiwa na mtoto vile nimemletea mtoto. Nakumbuka kuna siku niliambia. So alikuwa anauza klabu kama vile uliambiwa? Nakumbuka. Kitu yenye niliambia mama, nilimwambia shika mtoto, umbariki tu, bado usitese mtoto wangu. Hata nikikufa msomeshe huyu mtoto. Nakumbuka hiyo kitu niliambia mama. Nikamwambia mama hata nikikufa, juu naona kama nitakufa, usinitese huyu mtoto. Mama kanisikiza. Na nikamwachia mtoto. Ndio nilimwacha, nilikaa nyumbani mwaka moja, nikarudi 2007. Vile nilirudi 2007, sasa ile umalaya nilikuwa naambiwa nifanye. Nilianza sasa hiyo umalaya. Programu ino irugamiriro ni
Golden Dream Lands and Properties Limited otore gwirire na buroti ithiete guthie we otagurite rihinda ria kuria gwiciria uri ukwenda guikara tondu Katutu Gardens ni project ya mwanya muno makiria raruguririo ni Golden Dream Lands and Properties Limited na diri na goro. Imagine project iri ithaa rimwe na ndagika 20 kuma Thika guthie kuria Matu na kuma Matu ni ndagika 25. So ni ithaa rimwe na ndagika 20 kuma Thika guthie haria project ino eri na kuma Matu ni ndagika 25 guthie haria project ino eri. Tirami ku guothe ni nywe haria raingira haria town ya Katutu ndiye ketao Kataka na Katutu no kilomita igiri corrugation hau no horaingira project ya ndia otwane kundu kwina mai na thitima mai me mugunda mita e mugunda thitima igerete mugunda jirani we hau indo iria limite ono ngithio chere gukiona no abeli kuri maisha immediately by the way guti kindu kira kugiria tutikugiretio gure ika ono ngenda ika ithathu mundu igire arenda ika ithano. So ona no wo ika cia kuithano kana ika cia kuikumi ginyagia ika 20 no kungikinya fiu urenda kuya tofuroti ri kwina commercial na kwina residential. Commercial ukigura cash ni 150, ukigura na installment ni 170. Residential ukigura cash ni 130, ukigura na installment ni 150. Toguo tu ino eragura na installment ri kirio 50 okoigirira icio inge kahora ko ihinda ria meri 6 ni uhoro ucio gakorwo uri mwega na no wega gukuririkania ati project ino ni thaka na ina ready title deed thutha wa thiku 21 korwo wigwatire title yaku ugioka kugura ndugakorwo na wasiwasi ni mugunda genuine ni mugunda verified na ngatigirira ati ni kindu kiega na ngakiona na ginya na cifu waituro niguo gutigirira ati ndunenderio kundu gwa kuijwo macio maundu maria nyamba kurora mbere ngaro ngeka search ati ona ngea gwika search we ndukagwo ina wasiwasi njikaga maundu macio mothe ginya ngetha green card niguo gutigirira kindu giki tondu kiragurwo ni andu aingi na maragura ni undu wa kwihoka gutiri thina ungiona riu kirio gwika ri wagura cash ni urakorwo ukihondokia 20 ngwicina waigwa hau ukuya namba icio hure tha ici 0798 eno ni namba yakwa 0798 008 008 0798 008 008 kana uhure no ya director kahura 0729 870 822 0729 870 822 yone ya director na auto inbox tugutumire mafu ucagure ni tuthiaga site visit gutwara andu na ni free every Wednesday na Saturday na ni free of charge so ugenda guka no tuthie kana ukitie mafu nigetha ucagure uhote kwigurira kia giaku. Project ici tuitikaraga uguo no nguhoe wike na ihenya muno makiria because within short period of time tukothukirekereria so rocio ni mwega make sure no waigithia na Golden Dream Lands and Properties Limited na ndukerira. Thank you. Wiraguo wenyiteire akirite wikorotete na nikio kambuni ya Golden Dream Land and Properties Limited ehotorete gutigira ni wegwatira handu uritaga haku Katutu Gardens ni project jero area emwena wa Matu. Project eno ndungimetigithia kuona kwina mai na thitima na eriganitie na murimi ukuretia melon ngũkũ o ndomwe na thamaki oguo we urafatara ha kurima wina mweke mwega muno. Project eno erigiceirio ni mathukuru ta Katutu Girls Boarding, Katutu Primary Boarding School na thokonene ya Katutu Market. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 na irendio ciringi 150 ukariha deposit ya ciringi 50 icio ingi urikie na mieri 6 kwina special offer kuri we uragura cash ni ciringi 130 discount ni 20 ririkana thogoro uyu ni hamwe na marehi ma title deeds kuona broti ni Wednesday na Jumamothi ugatwarwo hatari marehi. Hora thimu 0729 870 822 kana 0798 008 008. Oka Wovishine RUIRU Town BIDI House gorofa ya 3 na neigoro wa BIDI Supermarket. Mutabo wa Facebook ne Golden Dream Land and Properties Limited. Golden Dream Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Katika safari ya masaa 16 binguni, sasa Apostle Mureithi ameweza kukutolea kitabu ambacho kina taarifa zaidi kuhusu kile Mungu aliweza kumwonyesha alipokuwa safari ya binguni.
Kitabu hiki kinaitwa 16 Hours Heavenly Journey. Mungu akubariki unapojinyakulia nakala yako. Kitakuwa tayari kuanzia tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2021. Jinyakulie nakala yako ya kitabu cha 16 Hours Heavenly Journey ambacho kinaelezea zaidi kuhusu alichokiona Apostle Mureithi katika safari yake ya mbinguni masaa 16. Usikose.